Karibuni sana kwenye chaneli yetu ya KingoFarm. Tunawapenda sana wadau wetu. Sasa ndugu zangu, nipo hapa leo kuwakumbusha. Nataka niwakumbushe ndugu wafugaji, msimu wa kideri umekaribia na maeneo mengine kideri kimeshaanza kuvamia. Na hizi zote taarifa zote hizi tunazipata kwa wafugaji mbalimbali. Wengine wapo kwenye kundi letu, wengine ndo wanatuona mtandaoni wanatutafuta. Kwa hiyo tumejua kabisa msimu wa kideri umekaribia, lakini maeneo mengine tayari umeshaanza, kideri kimeshaanza kuvamia. Na kideri ni ugonjwa hatari sana kwa kuku. Nadhani wote tunajua. Ni ugonjwa ambao unaua kuku kwa zaidi ya 90%. Kuku wako wakipata, usipowatibia zaidi ya 90% ya kuku wataondoka. Na hakuna dawa ya dukani ya kideri, nadhani tunaelewa. Kwa wale ambao hawajui, unaweza ukaona kuku wako wana kideri ukaenda dukani. Ukienda dukani, unaweza ukauziwa dawa yoyote ile lakini kuku wako hawatapona. Ukweli ni kwamba kideri hakina dawa ya dukani kabisa, ila kina chanjo ya dukani tu. Na kuku wako wakishapata kideri, huruhusiwi kuwachanja au hautakiwi kuwachanja, kwa sababu ukiwachanja ndo watakufa. Unatakiwa uwatibie, na tiba ambazo huwa tunawapa ni tiba za asili. Lakini pia nataka nikwambie kitu kimoja ambacho labda haujui mfugaji. Tunaposema huu ni msimu wa kideri na maeneo mengine kideri kimekaribia, kideri huwa kinatokea pale ambapo mimea miti huwa inaanza kutoa maua au matunda, yale maua. Kwa mfano sasa hivi ukiangalia maeneo mengi, hata hapa sisi tulipo tumezungukwa na miti mingi. Ukiangalia hii miti ya mwembe kama ambavyo unaona hapo, huu mti wa mwembe umeshaanza unatoa maua. Yakianza kutoka haya maua haya kwenye mti wa mwembe, ndo kuku huwa wanapata kideri. Na kitu kingine, unaweza ukawa uliwapa chanjo ya dukani labda au ya asili, ukadhani labda umemaliza. Hapana, hizi chanjo huwa hazikingi kwa 100%, huwa zinakinga kwa 50% fulani. Sasa hii chanjo ya dukani, kuna watu pia huwa wananiambia mimi niliwachanja chanjo ya dukani lakini kuku wangu wampata kideri, anakuwa anashangaa. Hiyo inawezekana kabisa. Nadhani wafugaji wengi tunaelewa hili. Unaweza ukawapa chanjo ya dukani na kideri pia wakapata. Kwa hiyo sisi KingoFarm huwa tunatoa elimu jamani. Kideri ni ugonjwa hatari na unawakuta kuku mara kwa mara usipokuwa makini. Kitu cha kufanya, uwape chanjo hiyo ya dukani kama unawapa ya dukani, na ya asili pia usiache kuwapa. Na hizi za asili wape kila wiki. Kwa mtu ambaye anatumia chanjo za asili kila wiki, hii changamoto ya kideri haitamkuta kabisa. Kwa mfano, tuna shuhuda jamani. Kwa wale watu ambao wapo kwenye kundi, nadhani mtakuwa mnanisikiliza. Kuna watu hapa huwa wanatoa shuhuda kwenye kundi lile, kwenye lile kundi letu la WhatsApp ambalo ada yake inalipoga shilingi 8,000 lile. Watu huwa wanatoa shuhuda. Kuku wote labda mtaa mzima kuku walivamiwa na kideri, isipokuwa yeye kuku wake hawakupata kideri. Na anakuambia hawakupata kideri kwa sababu alikuwa anawapa kinga za asili kila wiki. Kwa hiyo ikatokea labda mtaa mzima wampata kuku, kwake hawakupata. Na si wao tu, hata sisi hapa tulipo kuna muda huwa inatokea mtaani kideri kimevamia kabisa, kinaua kuku, lakini sisi hapa shambani kwetu kideri kinakuwa hakijafika kabisa. Yaani kinakuwa hakipo kabisa. Lakini maeneo mengine ukiuliza ya jirani unaambiwa kuku wanapata kideri. Na pia hata kwenye kundi letu huwa tunapata shuhuda kama hizo, mtaa umevamia kideri lakini yeye wake hawajapata kideri. Kwa hilo jambo linawezekana ikiwa tu kila wiki tenga siku 3 mpaka 2, inaweza kawa 2 3, wape kinga ya asili ya kideri, kwa sababu hii kinga ya asili ya kideri haina madhara yoyote kwa kuku, haimletei shida yoyote, inaenda kumboost immunity yake, inaimarisha kinga, lakini pia inakinga kideri, inakinga magonjwa mengine, na ni kitu ambacho wala hautotumia gharama hata ya shilingi 100 kununua. Utatengeneza tu mimea ya asili, utawapa bila kutumia gharama yoyote, na kuku wako watakuwa salama kwenye huu ugonjwa wa kideri. Hata kama uliwapa chanjo ya dukani jamani, kama unawapenda kuku wako, wape na kinga ya asili. Huu ugonjwa huwa unakatisha tamaa kwa mfugaji. Unaweza ukaingia bandani kuku 10, 20, 30 wote wamelala, ikakuvunja moyo kabisa. Kwa hiyo ni vitu vingine, ni vitu vidogo vidogo tu unaweza ukavifanya ukaepuka hasara kubwa sana. Lakini pia ikitokea kuku wako ameshapata kideri, kuna tiba ya asili ambayo ukiitengeneza ukawapa ndani ya siku 3 tu, kuku wako wanakuwa wamepona, wanachangamka, wamerudi kwenye hali yao ya kawaida. Ila usipowapa tiba ya kideri kuku wako watakufa. Kuku bila tiba ya kideri huwa wanakufa. Kwa hiyo ni muhimu sana ukachukua tahadhari mapema ya kuwapa kinga, lakini kama ikitokea wameshapata basi watibie. Na kinga ambazo huwa tunazitumia kwa kideri, kuna vitu kama mkonge. Ulipo kama hapana mkonge, sehemu nyingine mkonge wanaita katani. Sijui exactly jina sahihi ni lipi. Mkonge maeneo mengine, ila kwa Kiswahili nadhani ni katani. Huwa unaweza ukautumia huo, lakini pia unaweza ukatumia aloe vera, unaweza ukatumia mwarobaini. Hii yote mimea iko strong sana kwenye kukinga kideri, na sio wenyewe kama wenyewe, huwa tunaenda kuchanganya. Inategemea kama ni mkonge una vitu vyake vya kuchanganyia, kama ni aloe vera ina vitu vyake ambavyo vinaenda kuchanganyiwa, na kama ni
Mwarobaini pia kuna vitu vyake maalum kwa ajili ya kuchanganyia ili uweze kuwakinga au kuwatibia na hicho kideri. Kwa wewe ambaye unataka kutumia hizi tiba za magonjwa mbalimbali ikiwemo ya kideri, tunakushauri ununue vitabu vyetu. Kama ulishapata kile kitabu cha tiba za asili toleo la kwanza, kimetoka kitabu kingine ambacho kimeboreshwa na ni muendelezo wa kile cha kwanza. Na kile cha kwanza watu walikuwa wakitumia na wanapata hayo matokeo yote ambayo nakwambia, walikuwa wanapata kukua jirani kideri wake hawapati. Alikuwa anatumia tu kitabu cha tiba za asili toleo la kwanza. Lakini sasa inaenda imagine hiki cha pili tumeenda kukiboresha. Na tumeongeza mimea mingine mingi ambayo hatukuandika kwenye toleo la kwanza, wakati ule ilikuwa bado haijafanywa tafiti. Kwa baada ya kujiridhisha inafanya vizuri, tumeenda kuandika kwenye hili toleo la pili. Ni muhimu sana ukawa na hivi vitabu vyote viwili ili kupunguza gharama za kununua madawa ya dukani, lakini pia kuweza kutibia magonjwa sugu au magonjwa yasiyosikia dawa, ikiwemo kama ugonjwa wa kideri, ndui. Hayo yote waga hayana dawa za dukani. Kwa hiyo ukiwa na hivi vitabu viwili utasolve vizuri kabisa hizo changamoto zote, utaziepuka bila kutumia gharama na kuku wako wataendelea vizuri kabisa. Lakini pia kuna vitabu vile vingine vya miongozo ya kufuga kama ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, kuna safari ya ufugaji, kuna ufugaji wa broiler, lakini pia kuna kundi lile la WhatsApp ambalo ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2. Na hivi vitabu jamani, kila kitabu ni shilingi 10,000. Ukilipia tunakutumia hapo hapo soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Wewe unaweza ukapeleka stationery wakakuprintia, ukapata kitabu halisi na ukawa unasoma. Lakini pia humu kwenye kundi la WhatsApp huwa tunaonyesha jinsi ambavyo sisi tunawahudumia vifaranga wetu kuanzia siku ya kwanza mpaka wanaingia sokoni. Tunaonyesha kila kitu, huduma zote ambazo tunawafanyia. Utajifunza kwa kuangalia zile video ambazo tunatuma, short video tunatuma jinsi ambavyo tumewahudumia. Lakini pia ukiwa unahitaji ushauri wa ufugaji, labda hujui kampuni gani inazalisha vifaranga wazuri wenye sifa nzuri, sisi KingoFarm tutakupa huo ushauri ukiwa umejiunga na ile kundi. Lakini pia chakula, labda kwa broiler, kwa chotara, chakula gani ambacho kinafanya vizuri, sisi KingoFarm tunayajua makampuni ambayo yanazalisha vizuri chakula kama wewe unatumia cha dukani. Japokuwa kwenye vitabu vyetu pia kuna kanuni za kutengeneza chakula, ila si ushauri. Kama ni cha dukani pia tutakushauri makampuni ambayo yanafanya vizuri ili uweze kufuga vizuri kabisa. Lakini pia tunauza incubator nzuri za kisasa. Incubator zetu jamani ni za chuma, ni ngumu kabisa, hardboard, tofauti na zile za Mchina, na zinatotolesha kwa zaidi ya 90%. Kama unahitaji incubator tutafute KingoFarm. Tunatengeneza kwa order, unaweka order, unatengenezewa, unasafirishiwa kwa uaminifu mkubwa. Gharama za nauli za usafiri unalipia wewe mwenyewe. Mikoa yote tunasafirisha kwa uaminifu mkubwa, na tunakupa elimu ya kutumia ile incubator bure kabisa, na tutakuhudumia mwanzo mwisho kuanzia unapoweka mayai mpaka unapata vifaranga. Tutakuwa na wewe. Tuna kundi maalum kwa ajili ya watu wote ambao wamenunua kwetu incubator kwa ajili ya kuwaelekeza namna ya kuzitumia. Ikitokea kuna hitilafu tunawasaidia bure kabisa. Kama unahitaji hizi huduma basi chukua namba kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe. Tunawapenda sana na Mungu awabariki sana.